Bwana Yesu asifiwe, mwana mfalme. Haleluya, haleluya. Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana mfalme. Hakika Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo anaweza. Nataka nikwambie kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Maana sio rahisi kuona mwisho wa mwaka huu wa 2025 na tunaelekea mwaka wa 2026. Hakika sio rahisi. Bwana amekulinda kuanzia 2025, yani mwaka 2025, mwezi wa kwanza akakulinda, mwezi wa pili akakulinda, mwezi wa tatu akakulinda, mpaka imefika mwezi wa 12 mwaka 2025. Bwana anakulinda. Nataka nikwambie kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo anaweza. Maana wapo wengi hawakuona mwisho wa mwaka huu, lakini wewe uko mzima wa afya, unatembea, unalala na kuamka. Hakika lazima kumshukuru Mungu, na sifa na utukufu lazima zimrudilie Mungu. Haleluya, haleluya. Mwana wa Mungu, nataka tuombe pamoja juu ya kuombea mwaka 2026. Tuombee mwaka 2026. Bwana awe pamoja nawe. Bwana alinde maisha yako. Bwana alinde familia yako. Bwana alinde future yako ya mwaka 2026 katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Twende katika maombi, mwana wa mfalme, juu ya kuombea mwaka 2026. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Yesu Kristo, niko mbele zako majira haya alfajiri ya leo. Mungu wa Israeli, ninaleta mwaka 2026 mikononi mwako. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo uliye hai. Mungu uliyetulinda ukatuvusha mwaka 2025. Ukatuvusha katika changamoto mbalimbali, ukatuvusha katika vita mbalimbali, ukatuvusha mikononi mwa maadui zetu, ukatupigania, ukatuinua, ukatuvusha. Wewe Mungu wa Israeli, tuko mbele zako majira haya Bwana. Mwaka 2026 ndo mwaka huo. Mungu, tunaomba Yesu Kristo utuvushe mwaka huo, utuvushe, utulinde, utupiganie katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, unaweza, unastahili Bwana. Mungu, tunajua kwamba mawazo unayotuwazia ni mawazo mazuri. Mwaka 2026 Bwana, mawazo yako mazuri, mawazo yako mazuri na mipango yako mizuri itendeke katika mwaka 2026 katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Umesema katika kitabu cha Yeremia 29:11, maandiko matakatifu yanasema kwamba maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Yesu Kristo, tunajua kwamba unatuwazia mawazo ya amani, unatuwazia mawazo ya baraka, unatuwazia mawazo mema kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mwaka 2026 Bwana, amani yako, mipango yako mizuri, neema yako, kusudi lako litendeke katika mwaka wa 2026 katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ninaenda kinyume na kila mipango yote ya maadui zetu. Ninaenda kinyume na kila anga zote za shetani katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mwaka 2026 ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa amani kwa watumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mwaka 2026 tunakataa vifo. Tunakataa vifo katika jamii. Tunakataa vifo katika jamii
katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mwaka 2026 uwe ni mwaka wa baraka, uwe ni mwaka wa baraka, uwe ni mwaka wa amani, uwe ni mwaka wenye baraka tele na tele, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo unaweza, Yesu Kristo unastahili, Yesu Kristo unaweza. Utaendelea kulinda watumishi wako wote ulimwengu mzima, utaendelea kuwalinda, maana wewe ndiye Mungu ulindaye watoto wako, wewe ndiye Mungu ulindaye kila mtu. Nina imani kwamba Mungu utaendelea kulinda kila mmoja mmoja, kama gisi Mungu unavyotusudia sisi mazuri, kama gisi Mungu unavyotutakia sisi mema, kama gisi Mungu unavyotaka sisi tufanikiwe, ndivyo Mungu utaendelea kulinda kila mmoja mmoja, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka na Yakobo, mwaka wa 2026 wanaotaka kupigana nasi, wanaotaka sisi tufeli, wanaotaka sisi tushindwe, mwaka 2026 hawatatushinda sisi. Watajaribu njia zao zote, lakini hawatashinda, maana Yesu Kristo uko pamoja nasi, maana Yesu Kristo mkono wako uko pamoja nasi. Mungu wa Israeli, mtumishi wako anayesikia maombi haya Bwana, Mungu mlinde mwaka 2026. Mungu mpiganie maadui zake zote wanaomuwinda mwaka 2026, hawana nguvu, hawana mamlaka, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wote watakaopigana naye mwaka 2026 hawana nguvu, hawana uwezo na hawatamshinda chochote, maana imeandikwa katika kitabu cha Yeremia 1:19, maandiko matakatifu yanasema kwamba nao watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Yesu Kristo uko pamoja na mtumishi wako, uko pamoja naye. Maadui zake zote watakaojaribu kumuwinda mwaka 2026 hawatamshinda, hawatamshinda, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Watakaowinda familia yake hawatamshinda, katika jina la Yesu Kristo. Wanaomwazia mabaya kimwili na kiroho, wanaomwazia mabaya, wanaomtakia mabaya mtumishi wako, katika jina la Yesu Kristo hawatamshinda, hawatamshinda, maana Yesu Kristo uko pamoja naye, uko pamoja nasi, uko pamoja na sisi watumishi wako, ili utuokoe, ili maisha yetu iwe ya amani, ili maisha yetu iwe ya baraka, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu unaweza, Mungu unastahili. Utazidi kuwa pamoja nasi, utazidi kuwa pamoja na watumishi wako usiku na mchana, asubuhi, jioni, utazidi kuwa pamoja na watumishi wako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mwaka 2026, mwaka 2026, kila adui yeyote atakayenyoosha mkono juu ya kuharibu maisha ya mtumishi wako, juu ya kuharibu maisha ya mtoto wako, Mungu wa Israeli, mabaya yote atakayokusudia adui, iwe katika kiroho, iwe katika kimwili, Mungu wa Israeli, mabaya yote anaowazia adui, anaotakia mtumishi wako mabaya, yani adui anatakia mtumishi wako mabaya mwaka 2026, yale mabaya yote anayoyafanya, yale mabaya yote anayoyatuma kwa mtumishi wako, ninaenda kuyarudisha yote, ipate kumwangamiza huyo adui, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mwaka 2026 ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa mema yako Yesu, ni mwaka wa ulinzi wa Roho Mtakatifu, ni mwaka ambao Mungu unatuwazia mema wala si mabaya. Mungu wa Israeli, kila mikono yote ya maadui mwaka 2026, hiyo mikono yao yote Mungu iwangamize wao na familia zao, iwangamize wao, wapate kukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Nakumbuka Yesu ulimkomboa Shadrake, Meshaki na Abednego kwenye tanuru la moto.
uliwakomboa. Mkono wako Bwana ni mrefu, mkono wako Bwana ni mrefu. Ndipo Mungu na mimi ninaomba majira haya alfajiri ya leo, ninaombea mwaka 2026 kila mkono wa maadui katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mikono mibaya maadui iwatese wao wenyewe, iwaangamize wao wenyewe, wakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, wakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, umetupa mamlaka ya kubomoa kila anga zote za giza. Umetupa mamlaka ya kubomoa kila mipango yote ya ibilisi. Umetupa mamlaka ya kubomoa kila njia zote za ibilisi. Maana imeandikwa katika kitabu cha Luka 10:19, maandiko matakatifu yanasema kwamba tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wazuru. Katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, umetupa mamlaka ya kukanyaga nyoka, ya kukanyaga mamlaka ya shetani, nguvu zote za shetani. Hiyo mamlaka iko mikononi mwetu, hiyo mamlaka na uwezo na nguvu iko mikononi mwetu. Yesu Kristo, na mimi ninasimama kwa ujasiri, ninasimama kwa ujasiri katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu yote ya giza, kila nguvu zote za giza, nguvu zote za maadui zetu, nguvu zote za maadui zetu, washirikina, wachawi, watu wenye wivu, watu wenye chuki, kila nguvu zao zote, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, ninakanyaga anga zote za watu wa giza, ninakanyaga katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, na ninachoma anga zote za watu wa giza, ninazichoma kwa moto wa Mungu lao, ninachoma kwa moto wa Mungu lao, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninakanyaga nguvu zote za shetani, hazina mamlaka mwaka 2026. Maadui zetu, watu wanatuwazia mabaya, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, hawana nguvu, hawana mamlaka. Mwaka 2026 ni mwaka wa ulinzi wa Roho Mtakatifu, ni mwaka ambao ni mwaka wa baraka, ni mwaka ambao Yesu Kristo utazidi kwa pamoja nasi. Wa malaika wa mbinguni wazidi kutembea nasi, watembee kwenye maono yetu, watembee katika mipango ya kimaisha. Maana Mungu umetupa ufahamu, umetupa akili ya kufikiria future ya kesho, umetupa akili ya kuwa na maono na ndoto za baadaye, ili kukomboa familia zetu binafsi. Mungu wa Israeli, kila mipango yote ya adui, ambapo adui anataka sisi tuteseke, ambaye adui anataka sisi tuhangaike, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, adui hana mamlaka, hana uwezo tena, katika jina la Yesu Kristo. Mwaka 2026 iwe ni mwaka ambao mipango yetu ienende sawasawa na mapenzi yako. Maana Mungu unasapoti maono, Mungu unasapoti ndoto za watumishi wako, Mungu anasapoti ndoto za watumishi wako. Ndoto zetu Bwana ziko mikononi mwako. Kila ndoto na maono tulio nayo mwaka 2026, katika jina la Yesu Kristo, mipango yote enende sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu unaweza, Mungu unastahili, unaweza yote, mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Shetani hana nguvu, hana mamlaka. Asante Bwana Yesu, maana ulikufa ukateswa juu ya maisha yetu, damu na maji katiririka msalabani ili kukomboa maisha yetu. Na mimi Bwana ninaomba majira haya alfajiri ya leo, uwezo na nguvu pale msalabani ambapo Yesu kateswa, ukasulubiwa juu ya maisha yangu mimi, ukasulubiwa juu ya familia yangu, ukasulubiwa juu ya watumishi wako ulimwenguni, ukasulubiwa juu ya watu wote pale msalabani, damu na maji katiririka. Bwana Yesu, uwezo na mamlaka ya pale msalabani, ninatembea na huo uwezo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninatembea na huo uwezo wa pale msalabani, kubomoa kila nguvu zote za shetani mwaka 2026,
katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa kwamba katika kitabu cha Waebrania 12:24 maandiko matakatifu anasema kwamba na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizia inenayo mema kuliko ile ya Abeli. Yesu Kristo, damu ilimwangika msalabani. Katika jina la Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo inenayo mema. Bwana, inene mema mwaka 2026 kwenye maisha yetu, inene mema kwenye miili yetu, maana ndiyo damu ya kunyunyizia kuliko ile damu ya Abeli. Mungu wa Israeli, ninaomba kwa ujasiri, damu ya Yesu Kristo inenayo mema, inene mema kwenye mipango yetu, inene mema kwenye ndoto zetu, inene mema kwenye familia zetu, inene mema kwenye jamii zetu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mipango yote mibaya ya ule mwovu ibilisi haina mamlaka katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo, damu inenayo mema. Ninanuizia damu ya Yesu Kristo iwe ni ulinzi kwenye familia yangu. Ninanuizia damu ya Yesu Kristo iwe ni baraka tele kwenye mipango na mahono ya maisha yangu, kwenye mipango ya mahono ya watumishi wako. Damu ya Yesu Kristo ya kunuizia inene mema kwenye mipango yetu, inene mema kwenye kila njia kwenye maisha yetu mwaka 2026, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninatumia damu ya Yesu Kristo kwenye hiki kitabu cha Waebrania 12:24. Ninatumia damu ya Yesu Kristo kubomoa lahana, kubomoa mikoshi ya watu wenye chuki, watu wanafiki, wasiotaka maendeleo yangu, wasiotaka maendeleo ya mtumishi wako, wasiotaka future ya mtumishi wako kung'aa hapo mbele, wasiotaka nyota uliompa mtumishi wako kuendelea kung'aa zaidi na zaidi. Ninatumia damu ya Yesu Kristo, ninanuizia damu ya Yesu Kristo kubomoa maneno yote mabaya ya watu wabaya kwenye eneo ya maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Watu wote wanaotamkia mabaya kwenye eneo ya maisha yangu, kwenye eneo ya riziki yangu, kwenye eneo ya future yangu, ninatumia damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo kugeuza maneno mabaya ya watu wabaya, kugeuza maneno mabaya kuwa ni baraka kwenye eneo ya maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu unaweza, unastahili. Ninaomba Bwana, kila anga zote za shetani hazitapata mamlaka, hazitapata uwezo, maana Yesu Kristo uko pamoja nasi. Yesu Kristo uko pamoja nasi. Mipango yako kwetu ni mizuri na wala si mabaya. Mipango yako kwetu ni mizuri na ni mipango ya amani, ni mipango ya baraka, katika jina la Yesu Kristo. Na kila pando ambalo Bwana haukulipanda kwenye mwaka 2026, kila pando lote Yesu Kristo haukupanda mwaka 2026, mapando yote ya ibilisi, ya watu wabaya yote haina mamlaka mwaka 2026, maana Mungu uko pamoja nasi, uko pamoja nasi, utazidi kuwa pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa katika kitabu cha Mathayo 15:13, maandiko matakatifu yanasema vile kwamba akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Mungu wa Israeli, niko mbele zako majira kama haya alfajiri ya leo, mwaka 2026, mwaka 2026 Bwana, kila pando ambalo alikupandwa nawe babangu wa mbinguni kwenye eneo ya maisha yangu, kwenye eneo ya riziki yangu, kwenye eneo ya future yangu, kwenye eneo ya familia yangu, kila pando ambalo alikupandwa na Baba yangu wa mbinguni linaenda kung'olewa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninang'oa kila mapando yote ya ibilisi, ninang'oa kila mapando yote ya maadui kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Watu wote wanaonizunguka, watu wote wanaonizunguka, wanaonitakia mabaya, wasionitakia maendeleo yangu,
wote. Ninang'oa kila mapando yote, ninang'oa kila mapando yote, mapando ya maneno, mapando ya kupandikizwa, mapando ya chuki, mapando ya wivu, mapando ya fitina. Ninaenda kung'oa kila mapando katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninang'oa kila mapando ya maadui wanaopandikiza kwenye familia yangu, wanaopandikiza kwenye eneo langu la kazi. Ninang'oa kila mapando yote ya maadui katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Eneo langu la kazi ninalibariki kwa baraka katika jina la Yesu Kristo. Amani ya Bwana na mipango ya Bwana iendelee kutendeka kwenye eneo la kazi. Anga ya kazi, mahali popote ninapotumika kazi, mahali popote watumishi wako ulimwenguni wanapotumikia kazi, anga ya eneo hile Bwana, ninaenda kuizingira kwa damu ya Yesu, naenda kuifunika kwa damu ya Yesu Kristo, damu inayo mema kuliko damu ya Abeli, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kwenye eneo la biashara yangu, kwenye eneo la kupata riziki, inawezekana biashara ama mipango mbalimbali katika mwaka 2026, Mungu wa Israeli, naalika nuru ya mbinguni na mwangaza wa Yesu Kristo utawale katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Na yeyote atakaye niingilia kwenye mipango ya maisha yangu, kwenye eneo ya kazi yangu, kwenye eneo ya utafutaji wa riziki yangu, yeyote atakaye niingilia kwenye eneo la maisha yangu, Mungu wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo, yeyote atakaye niingilia kwa nia mbaya, aangamie yeye, ateseke yeye, ili akiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Maana wewe Yesu ndiye Mwokozi wa maisha yetu. Sisi tunakuamini wewe ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana unaweza. Asante Bwana, maana unastahili. Baraka zako zimiminike kama vile mpunga, baraka zako zimiminike kama vile mpunga mwaka wa 2026. Baraka zako ziendelee kumiminika zaidi na zaidi. Asante Yesu, maana unaweza, maana unastahili. Utazidi kuwa pamoja na watumishi wako, utazidi kuwa pamoja nao katika jina la Yesu Kristo. Kila hewa yote ya magonjwa, kila hewa yote ya kila aina kwenye mwaka 2026 tunakataa, tunaharibu na kuteketeza. Anga zote za kutusumbua sisi kutoendelea mbele, tunateketeza katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, linda mtumishi wako, mlinde Januari, mlinde Februari, mlinde mpaka mwezi wa 12 wa mwaka 2026. Mungu, linda mtumishi wako, linda watoto wake, linda kila kitu anachokifanya. Baraka zako zimiminike, uwepo wako Mungu umiminike zaidi na zaidi juu ya mtumishi wako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Asante Bwana, maana unaweza, maana unastahili, unatosha na unaenea. Utazidi kuwa pamoja nasi, utazidi kutulinda na kutupigania usiku na mchana, utazidi kuwa pamoja nasi. Mungu wa Israeli, vile vile mwaka wa 2026, mwaka wa 2026, mfalme wa amani, ninaleta wanyonge wote mikononi mwako. Wanyonge wote nawaleta mikononi mwako. Wanyonge, kuna wanjane, kuna mayatima, kuna watu wasiojiweza, kuna walemavu, kuna watu mbalimbali ambao wengine wamekata tamaa, wengine wamekata tumaini. Mungu wa Israeli, wewe ndiye baba yao, wewe ndiye mtetezi wao. Ninaleta wanyonge wote ulimwenguni mikononi mwako Bwana. Baba wa wanyonge ni Yesu Kristo, kimbilio la wanyonge ni Yesu Kristo, tumaini la wanyonge ni wewe Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Vita vya kila aina kwa wanyonge ninabomoa kwa jina la Yesu, ninabomoa kwa jina la Yesu. Ninaachilia baraka kwa wanyonge, ninaachilia baraka kwa wanyonge. Neema ya Yesu Kristo, uwezo wa Yesu Kristo utawale kwa wanyonge, utawale kwa wanyonge.
katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Na wale ambao wanyonge, ni wagonjwa, wana shida mbalimbali, wengine wana matatizo mbalimbali, Mungu ambao unaweza, Mungu unayeponya, Mungu wenye uwezo na mamlaka, Mungu endelea kuwalinda na kuwazunguka na malaika wa mbinguni na madaktari wa mbinguni katika ulimwengu wa roho, wafanye operation juu ya wanyonge, juu ya wenye matatizo mbalimbali kwenye ulimwengu wa roho. Wanyonge wapokee ushindi, wapokee uzima, wapokee ushindi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Asante Yesu Kristo, asante Yesu, maana una nguvu, una uwezo, una mamlaka, una nguvu. Mungu wa Israeli, utaendelea kuwalinda, utaendelea kuwavusha. Mungu wa Israeli, niko tena mbele zako majira haya. Mungu wa Israeli, wewe ni Mungu unayepana, wewe ni Mungu tupashie mamlaka, wewe ni Mungu unayetupa riziki ya kila siku, wewe ni Mungu unayetupa riziki. Yesu Kristo, naomba Masia, Mungu wa Israeli, naomba Mungu riziki yote utakayotupa mwaka 2026, Mungu uendelee kutupa na utuongezee zaidi na zaidi, ili Mungu maisha yaende vizuri, maisha yaende sawa sawa jinsi Mungu unavyoendelea kututakia, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, maana wewe ndiye Mungu unayetupa riziki. Mungu wa Israeli, majira tena kama na haya, mwaka wa 2026, mwaka wa 2026, mfalme wa amani, niko mbele zako majira haya, naombea mwaka wa 2026, mwaka wa 2026, mfalme wa amani. Kila mipango yote ya shetani ya kurudisha watumishi wako nyuma, Mungu wa Israeli, mipango yote ya ibilisi ya kurudisha watumishi wako nyuma, katika jina la Yesu tunakataa kwa jina la Yesu. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Sisi ni watoto wako, sisi ni watoto wa mfalme, na wewe ndiye mfalme wetu, wewe ndiye jemedari, wewe ndiye nguzo yetu, wewe ndiye kila kitu, wewe ndio mwamba wetu. Yesu Kristo wa Nazareti, mwaka 2026, kila mipango yote ya ibilisi, kila mipango yote ya maadui ya kurudisha watumishi wako nyuma, yani wengine kushindwa kusali, wengine kushindwa kuomba, maana kuomba ndio silaha. So kila mipango yote ya ibilisi ya kushusha watu nyuma kutokuomba, Mungu wa Israeli, tunakataa mwaka 2026. Tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Maana maombi ndio silaha, maombi ndio bunduki yetu ambayo tuko nayo usiku na mchana. Maombi ndio kuna nguvu, maombi ndio kuna uwezo. Mungu wa Israeli, Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, kila nguvu yote ya maadui ya kushusha watumishi wako wote nyuma, tunakataa kwa jina la Yesu. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Mwaka 2026 ni mwaka wa amani, mwaka wa upendo, mwaka wa baraka tele, mwaka wa baraka tele, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Masia, hakika wewe ni Bwana, hakika wewe unaweza, wewe unastahili. Utazidi kutulinda masaa yote na dakika zote, utazidi kutulinda miezi yote. Mwaka 2026 miezi yote utatulinda, tarehe zote utatulinda, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Bwana Yesu Kristo, mwaka 2026 ninaleta wale ambao ni watasa mikononi mwako. Kuna watu ambao ni watasa, Mungu wa Israeli. Watasa hawana msaada mwingine na wala hawana kimbilio lingine isipokuwa kimbilio lao ni wewe Yesu Kristo. Kimbilio lao na msaada wa watasa ni wewe Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, watasa wote majira haya ninawaleta kwenye mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza ufungulivu kwa watasa waliofungwa vifungo mbalimbali kwenye ulimwengu wa roho, waliofungwa vifungo mbalimbali, waliofungiwa njia mbalimbali,
Wengine walifungiwa njia, wakafungwa na makamba ili kwamba wasijifunguake, ili kwamba wasibebake mimba. Mungu wa Israeli, uwezo na mamlaka umetupa kwenye mikono yetu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, watasa wote waliofungwa njia mbalimbali, waliofungiwa kwenye bahari, waliofungiwa kwenye miti, waliofungiwa kwenye ardhi, waliofungiwa kwenye anga, waliofungiwa kila mahali, in the name of Jesus Christ, the name above all names, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, watasa wote ulimwenguni wanaosikiliza maombi haya, ninatangaza ufungulivu katika jina la Yesu Kristo. Iwe amefungwa ndani ya tumbo lake majira haya, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, tumbo lake nalifungua kwa jina la Yesu. Nafungua tumbo lake kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu inenao mema, inene mema ndani ya hiyo tumbo, inene mema ndani ya hiyo tumbo kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ya thamani ipite ndani ya hiyo tumbo, ipite kwenye mwili mzima, ipite kila maeneo katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ipite kwenye mwili wake. Natangaza ufungulivu kwa watasa wote ulimwengu mzima katika jina la Yesu Kristo. Waliofungiwa kwenye miguu, damu ya Yesu Kristo ipite kwenye miguu. Natangaza amani, natangaza ufungulivu kwa watasa waliofungiwa njia mbalimbali, iwe kwenye mgongo, iwe kwenye kichwa, iwe kwenye shingo, iwe kila mahali popote pale, iwe kwenye kifua, iwe kwenye macho, iwe wapi. Damu ya Yesu Kristo ipite hapo hapo, inene mema. Damu ya Yesu Kristo kuliko damu ya Abeli. Damu ya Yesu Kristo yenye nguvu, yenye mamlaka ipite kwenye mwili wa mtasa, ili mtasa afunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, mwaka 2026 kuanzia leo hii, Mungu wa Israeli, kuanzia leo hii, Mungu wa Israeli, na wale ambao waliofungiwa watasa, wamefungiwa kuwa watasa lakini hawajui kama wameshafungiwa, hao ambao wameshafungiwa hao, Mungu wa Israeli, uwezo na mamlaka na nguvu ulionipa, hao ambao waliofungiwa kuwa watasa na wao hawajui, kuanzia majira haya alfajiri ya leo, majira haya alfajiri ya leo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ninawafungua hivyo hivyo kwenye ulimwengu wa roho, ninawafungua hivyo hivyo kwa jina la Yesu, ninawafungua hivyo hivyo kwa jina la Yesu, maana vita vyetu ni vita katika ulimwengu wa roho. Mungu wa Israeli, na mimi naingilia kwenye ulimwengu wa roho, ninafungua maisha yote ya watasa waliofungwa kwa kujua, kwa kutokujua, ama kwa hiari, kwa kulazimishwa. Ninawafungua watasa wote ulimwengu mzima katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Yesu Kristo, unaweza, unastahili, unatosha na unaenea. Utazidi kuwa pamoja nasi, utazidi kutulinda, utazidi kulinda watoto wako njia zote mbalimbali, utazidi kutulinda na kutupigania. Bwana Yesu Kristo, naleta wagonjwa wale ambao wengine wana mapresha, wengine wana ma-UTI, wengine wana kansa, wengine wana magonjwa HIV, wengine wana magonjwa mbalimbali. Mwaka 2026 tunakataa magonjwa, tunakataa magonjwa ya kila aina katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi anayesikia maombi haya, Mungu wa Israeli, ninaalika ufungulivu kwake katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninaalika ufungulivu kwenye maisha yake na familia yake, watoto wake, njia zote mbalimbali, wanaomzunguka wote. Mungu wa Israeli, wapiganie, watetee katika jina la Yesu Kristo. Mwaka 2026 ni mwaka tunakataa magonjwa, tunakataa hewa zote mbalimbali za ibilisi, tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Sisi ni watoto wa mfalme, tumekuamini wewe Yesu Kristo ndiye mwokozi wa maisha yetu. Wewe ndiye baba yetu, wewe ndiye msaada wetu. Kwa hiyo Mungu, utazidi kuwa pamoja nasi, na hakuna magonjwa yoyote juu ya mtumishi wako. Magonjwa yote tunaikemea katika jina la Yesu Kristo, tunaikemea katika jina la Yesu Kristo. Na wale ambao tayari ni wagonjwa, Mungu wa Israeli, nao wapokee uzima in the name of Jesus Christ wa Nazareti, the name above all name. Jina la Yesu Kristo lenye nguvu, lenye uwezo, lenye mamlaka, liponye wagonjwa, liponye watu wenye mapresha,
liponye watu wenye HIV in the name of Jesus Christ wa Nazareth. Magonjwa yote yaliyoshindikana hospitali, magonjwa yote yaliyoshindikana kwenye hospitali, Mungu wa Israeli, naenda kuwatangazia uponyaji kwao in the name of Jesus. Maana jina la Yesu Kristo linaponya magonjwa ya kila aina, magonjwa tunayoyajua na tusiyoyajua. Jina la Yesu Kristo linaponya magonjwa, maana jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka, na kama tunaishi ni kwa sababu ya hilo jina. Mungu wa Israeli, endelea kupigania watoto wako, endelea kuwatetea, endelea kuwavusha njia zao mbalimbali, endelea kuwaponya njia zao mbalimbali katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, hakika wewe ni Bwana, hakika wewe unaweza, wewe unastahili kuabudiwa. Mungu wa Israeli, niko tena mbele zako majira kama na haya Bwana, niko tena mbele zako. Kila bahari ambayo iko mbele ya mtumishi wako, kuna wengine bahari zao ambazo iko mbele yao zimefungiwa, wengine hawavuki kwenye bahari yao, maana wengine bahari yao imefungwa kabisa, wanashindwa kuvuka. Mungu wa Israeli, mwaka 2026, kila bahari iliyofungwa mbele ya mtumishi wako kwamba asivukake, yani aishie tu ile bahari imzuie, Mungu wa Israeli, ile bahari naipasua kuwa njia ya mtumishi wako kuvuka kwenye hiyo bahari. Maana Mungu ulivusha wana wa Israeli kwenye bahari ya Shamu, ukawavusha. Palikuwa mahali ambapo hapana njia, lakini Mungu ulifungua njia pale, na mpaka wale wana wa Israeli wakavuka ile bahari ya Shamu. Mungu wa Israeli, Yesu Kristo, na mimi Bwana ninaomba majira haya, ninaomba muda huu, kila bahari iliyo mbele ya mtumishi wako ifunguke katika jina la Yesu Kristo, ifunguke katika jina la Yesu Kristo. Bahari iliyofungiwa na maadui, bahari iliyofungiwa na wachawi na washirikina na watesi wetu mbalimbali, in the name of Jesus Christ of Nazareth, hiyo bahari ninaifungua katika jina la Yesu Kristo. Ninaifungua hiyo bahari kwenye ulimwengu wa roho, ninafungua hiyo bahari ili hiyo bahari ilete mafanikio, hiyo bahari avuke na baraka zake, avuke na riziki yake uko mbele. Mwaka 2026 apate kufanikiwa mtumishi wako, afanikiwe, arisi baraka zake kama gisi Bwana wa mbinguni unavyotaka, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asante Masia, maana unaweza, unastahili. Wewe ndiye baba yetu, wewe ndiye kimbilio letu, wewe ndiye msaada. Yesu Kristo, endelea kuwa pamoja nasi mwaka 2026. Neema yako, kusudi zako Bwana zitendeke, ulinzi wako utendeke, baraka zako zitendeke, maono yako Mungu kwetu itendeke, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu uliye hai. Asante Bwana, uko pamoja nasi na utazidi kwa pamoja nasi. Na wale ambao Bwana ni wafungwa ambao wako kwenye prison, kuna wafungwa wamefungwa kimwili na wengine wamefungwa kiroho. Wafungwa, naanzana na wafungwa waliofungwa kimwili ambao wako kwenye maprison, na wengine wamefungwa katika miili yao, wengine wamefungwa kwenye maprison, wako kule vile wanateseka majela wapi. Wote Mungu anaanza kuwaleta mikononi mwako alfajiri ya leo. Wafungwa wote Mungu ninaalika ufungulivu kwao, wapate kufunguliwa mwaka 2026, ili nao waanze maisha hizi baraka zetu tunazoanzana nazo, na hao wafungwa nao wenye imani yako Mungu wapate kufunguliwa nao, ili nao waanze na baraka zao mwaka 2026. Maana mwaka huu ni mwaka wa baraka, mwaka wa amani, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Naalika kufunguliwa kwa wafungwa ambao kwenye maprison, wote wafunguliwe katika jina la Yesu. Na wafungwa ambao wako manyumbani, wengine wamefungwa kiroho. Sasa kuna wenyewe ambao wamefungwa kiroho kwamba wateseke, wataibike ili wasifanye maendeleo. Wengine wamefungwa kwamba wagonjwe ama wapate shida mbalimbali kwenye ulimwengu wa roho, ili kwamba katika maisha yao ya kimwili wasifanikiwe, wasifikie ndoto zao. Mungu wa Israeli, kwako kila kitu inawezekana, na hakuna mwanadamu ambaye anaweza kufunga baraka zetu hayuko katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, kila mtumishi wako, kila mtoto wako, kila mwana wako aliyefungiwa katika
katika ulimwengu wa roho, kila aliyefungiwa katika ulimwengu wa roho, kwamba asifanikiwake, kwamba akifanya hiki kifeli, hiki kifeli, hiki kifeli. In the name of Jesus, ninatamka alfajiri ya leo, alfajiri yenye nuru, alfajiri yenye mamlaka na uwezo. Ninatamka katika alfajiri ya leo, ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza Mungu wa Israeli, waliofungiwa njia mbalimbali wafunguliwe in the name of Jesus Christ wa Nazareth. Yesu Kristo anaweza, Yesu Kristo anastahili. Waliofungiwa kwenye ulimwengu wa roho wakafungiwa njia zote na wachawi, washirikina, watu wenye nia mbaya, watu wenye chuki, waharibu maono, waharibu ndoto, waharibu mipango ya baadaye. Mungu wa Israeli, hiyo yote mipango yote mibaya yote ishindwe kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, na watakao tena subutu tena kumgusa mtumishi wako, yale mabaya yao yote yarudie kwao in the name of Jesus. Maana jina la Yesu Kristo linaweza, jina la Yesu Kristo lina mamlaka. Mabaya yote ya watesi wetu wote tunayarudisha back to the sender. Tunarudisha back to the sender katika jina la Yesu Kristo. Tunarudisha mabaya yote ya watesi wetu, tunarudisha kwa watumiaji wale wanaotuma mabaya kwetu sisi ambao hatuna makosa, sisi ambao hatuna kosa na mtu, hatuna shida na mtu, wanaotuingilia kwenye ulimwengu wa roho kutuharibia sisi maisha yetu. Mwaka 2026 tunarudisha back to the sender in the name of Jesus. Damu ya Yesu Kristo inenao mema, inene mema kimwili na inene mema kiroho kwenye maisha yetu. Maisha yetu iko mikononi mwako Yesu Kristo. Utazidi kutulinda, utazidi kutupigania, maana wewe ndiye msaada, wewe ndiye kimbilio. Tunajivunia kuwa na jina lako Yesu. Tunajivunia kwa sababu Yesu uko hai, Yesu uko pamoja nasi, uko kwenye maisha yetu, uko ndani ya miili yetu, uko ndani yetu Yesu Kristo. Hicho ni kitu ambacho tunajivunia, maana wengi wanatutafuta njia mbalimbali, wengine hawatupati, maana hawawezi kutuona sisi, maana maandiko yanasema kwamba nuru na giza havipatani. Mungu wa Israeli, nuru takatifu iendelee kutembea nasi, itembee nasi kila siku, usiku na mchana, asubuhi, jioni. Nuru ya mbinguni itembee pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mwaka 2026, mwaka wa baraka, mwaka wa amani. Asante Yesu, maana Bwana uko pamoja nasi, utazidi kwa pamoja nasi usiku na mchana, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amena. Mtumishi wa Mungu, Mwenyezi Mungu akubariki. Mungu akubariki mwaka 2026. Mungu abariki mipango yako. Mungu abariki ndoto zako. Mungu akuvushe kila mahali kwenye ulikuwa. Inawezekana mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa mateso kwenye maisha yako, ilikuwa ni mwaka wa kufungiwa baraka zako, lakini nataka nikwambie katika jina la Yesu Kristo, mwaka 2026 itakuwa ni mwaka wa baraka kwako. Hii ni wakati sasa ya wewe kukaa chini, mtumishi wa Mungu, kaa chini, andika plani yako, mpango wako wa mwaka 2026. Unataka mwaka 2026 uishi vipi? Unatakiwa ukae chini upange pia mwaka 2026. Kuna watu wa namna gani unatakiwa uambatane nao, watu wa design gani? Maana kuna watu wengine ambao wao wameshafeli zaidi na zaidi. Sasa wewe ambaye una mpango wa kufika mbele zaidi, unatakiwa kaa chini, andika schedule yako, andika plani yako ya 2026, andika hiyo mpango. Alafu hiyo mpango unatakiwa kuwa unaombea huo mpango kila siku, unakuwa unaombea hiyo mpango mara kwa mara, unakuwa unaombea huo mpango, na hizo ndoto zako na mipango yako unakabidhi Mwenyezi Mungu. Maana Mungu ndo amekuumba wewe na amekupa ufahamu, amekupa akili. Sasa akili hile inabidi tumiwe na wewe mwenyewe. Ile akili inaitwa ni zawadi kutoka kwa Mungu, na sisi ni lazima tutumie hiyo zawadi ili maisha yetu yaende mbele zaidi na zaidi. Na tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu, na anayetutia nguvu sisi ni Yesu Kristo. Mungu akubariki mwana mfalme, avushe maisha yako, avushe familia yako yote, avushe watoto wako. Mungu abariki watoto wako, abariki kila kitu unachokifanya. Neema ya Mungu, ulinzi wa Yesu Kristo, ulinzi wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe. Nuru ya mbinguni itawale mwaka 2026 kwenye eneo ya maisha yako.
nuru ya mbinguni itawale, uwezo wa Roho Mtakatifu utawale kwenye eneo la maisha yako, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. In Jesus name, amen.